Police officers continue to display reckless and abusive behavior while handling journalists in the line of duty. A recent incident transpired last week on 10th and 11th of April while members of the Fourth Estate were covering the chaos surrounding the play Echoes of War by Butere Girls. I don't know if justice will be served because honestly, it's tough to explain how police officers can turn against us as journalists. So if justice is found, well and good. If not, we leave it to God. Some of the journalists assaulted have now protested against writing statements with IPOA, citing lack of faith with the authority, which they say has remained out of touch with the previous cases. Kwa maoni yangu mimi binafsi kama mwandishi wa habari nimeona sitaandikisha hiyo statement kwa IPOA because kama mimi mtu mwenye alipigwa makofi na mateke, mwingine alipigwa risasi last year, hajapata haki yake. Sisi ambao tulipigwa mateke na makofi, haki yetu itafikia lini? Sisi tumekasirishwa sana na mambo ya polisi wa hapa Nakuru County. Sababu wamekuwa kitarget journalist kama wanyama. Kila wakati ni kutupiga marisasi. This includes a case where a journalist, Wanjeri Kariuki, was shot by police officers during the Gen Z protest last year. 9 months later, no action has been taken. Swali langu kuu ni kwa nini sisi kama wanahabari tukienda kutafuta habari, kama tukiwa kwa field tukitafuta habari kuhusiana na pombe haramu na madawa za kulevya, kukiwa na hao maandamano, hatujawahi pigwa risasi, hatujawahi pigwa na tear gas, lakini mwanahabari akitoka hapa aende katika drama festivals kwenye Butere Girls wanaongea kuhusu Echoes of War, mwanahabari anapigwa tear gas. The scribes are now questioning the source of the orders and authority to the police officers who continue to display contempt to the media. Saizi wanarusha tear gas usiku, sijaisikia kitu kama hiyo. Wanapiga watu risasi, wanakuta watu kwa magari, wanawapiga na marungu. Hii nguvu ambayo wako nayo wanatoa wapi? Kitambo polisi angeona media akimchukua akifanya makosa, angeogopa. Hata angepigwa transfer. Right now wanafurahia kupiga watu tear gas. Nakuru Journalists Association Chair Joseph Openda has since called on the government to take immediate action so that the journalists involved can get justice. Tuliweza kuandikisha taarifa ya kwanza kuhusiana na mmoja wetu ambaye alipigwa risasi na hakuna jambo lolote ambalo tumeweza kuona limefanyika. Kwa sasa tunaambiwa kwamba file ishamalizika, afisi za IPOA wamemalizana na uchunguzi, lakini kwamba file iko kwa ODPP. Na ikiwa kwa ODPP hawana nguvu tena. Sasa sisi tunashindwa kwa muda huo wote. Hiyo file imekuwa ikifanya nini? Ndio maana wanahabari wanashindwa, mbona wakuje waandike taarifa nyingine ile hali ile ambayo tulikuwa wameandika mbeleni haijashughulikiwa. Mombi wa Mbogo, K24 TV, Nakuru County.